Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hapa ni mtaa wa Mbae Mashariki uliopo kata hii ya Ufukoni, manispaa Mtwara Mikindani, ambapo taarifa zilizopo hapa ni mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Alphonse Okororo mwenye miaka 61 ambaye ni mwalimu mstaafu mkazi wa mtaa huu amekutwa amejinyonga ndani kwake kwa kutumia kamba aina ya manila. Tumefika hapa kuzungumza na majirani wa mzee huyu. Je, ili kwa kuaje? Kwanza majirani hapa wanaanza kufunguka kwa maana je, jirani huyu kwa kiasi gani walikuwa wanaishi naye vizuri, lakini chanzo cha kifo hiki wao wanakifahamu. Kwa jina anaitwa Wazaridi, ni mkazi wa Mbae Mashariki na ni jirani pia wa hapa sehemu ambayo limetokea tukio. Ya kwa uharaka na kwa uelewa sisi jirani ambao tuko hapa, kwa sababu tumpata tu taarifa majira saa 4 kuonekana kuna tukio ambalo limetokea la mzee wetu kuonekana amejinyonga. Na walipokuja tulipojaribu kuonekana tufuatilie kuonekana ilikuwaje, na hata vile walikuja kufungua mlango inaonekana ni mlango ulikuwa umeegeshwa tu kwa kutumia kochi. Ndipo mwanawake akaingia ndani akamkuta mzee wake yuko kwenye hiyo hali. Hakuna mtu ambaye anaishi naye kwa sababu alishaikuwa na mwanamke miaka 5 nyuma iliyopita na walitalikiana. Kuna mambo tu ya kifamilia ambayo yalitokea day after today. Kwa hiyo hatutaki kujadili kitu kingine ambacho kimesababisha ni nini, ila hatujui ni kitu gani ambacho kilikonfuzi mzee wetu ambaye kampelekea kwa hivi. Naitwa Hasani Isa Kuntoa. Huyu mzee namfahamu kwa sababu mtoto wake ambaye ndo Kilian, sisi ni vijana wenzake ambao tuko wote sehemu moja na tunafanya naye kazi pamoja. So taarifa zake zimekuwa rahisi kuzipata kwa sababu ya ukaribu ambao mtoto wake tuko naye. Alikuwa na mahusiano mazuri, tulikuwa tunashare naye vitu vingi, mambo mengi. Kwa kweli ni miongoni mwa wazee ambao hakuwa na kashfa yote ya ajabu au kashfa yote mbaya, kwa sababu mpaka mwisho hata juzi alikuwa na utaratibu wa kuanzisha tuition hapa, na mimi miongoni mwa watu ambao niliwakamilisha ili aje kuungana na kwa ajili ya kumpa masomo ya ziada. Tumezungumza na binamu wa marehemu kwa kiasi gani taarifa hizi alizipata, lakini pia je, yeye kwa upande wake alikwisha elezwa labda sababu haswa ni nini iliyopelekea mpaka marehemu akajinyinginiza chumbani kwake ama mlango wa chumba upo kwenye hii nyumba yake. Ni kakangu kwa binamu yangu. Marehemu ni mstaafu, alikuwa mwalimu pale Gwe na shule moja nyingine sikumbuki, lakini alikuwa mstaafu. Niliongea kama mwezi mmoja uliopita, alikuwa anafuatilia pesa yake pale NSSF. Lakini sasa kila mara nilikuwa naongea naye tu kwa simu, na mimi kila mara huwa nasafiri. Lakini leo asubuhi amenipigia simu mwanangu ambaye ni mtoto wake anaitwa Kilian, naambia kwamba baba amefariki. Kwa nikatoka mimi nakaa Shangani, nikatoka na mtoto wangu Joseph tukaja hapa. Kuja hapa tukakuta umati wa watu, tukapata maelezo kwamba walivunja na mwenyekiti wakagundua kwamba amejinyonga ndani, kwa tukao nasubiri polisi. Nimecheck kwa sasa ndio anaondoka na mwili. Mwili tumemkuta amejinyonga akiwa kwenye njia kwenda chooni, kwenye ile tunasema frame ile ya mlango wa chooni. Kama funga ile kamba. Tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu wa Mbae Mashariki kuweza kufahamu kwa kiasi gani wameweza kupata taarifa hii, kwa maana wao kama serikali ya mtaa, je, taarifa walizipata wapi na mpaka sasa je wamefahamu chanzo cha kifo cha mwalimu mstaafu huyu, wao wanafahamu kwa namna ipi? Naitwa Hamisi Asmani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mbae Mashariki kata Ufukoni. Leo tumekuja kupewa taarifa pale ofisini pale na kijana mmoja ambaye anaitwa Kilian kwamba baba yake apokei simu, lakini pia wanamuita, hakuna taarifa yoyote. Kwa hiyo sisi tukachukua hatua ya kutoka naye pale, tukaja nyumbani katika eneo la tukio. Tulipofika nyumbani hapa, tukafungua ule mlango, kuingia mle ndani tunamkuta yule mzee amejinyonga kwenye mlango wa choo kwa kutumia zile kamba za manila. Mzee anaitwa Alphonse Anthony Okororo mwenye umri wa miaka 61. Lakini badala ya hapo tulipoulizia taarifa za pembeni au katika hii familia, mzee kumani zile nyewe au watu walikuwa tu nje, yule jamaa alipowakuta akawasukumizia ndani. Yule mzee baada ya kumshambulia yule mzee akawa na jeraha kichwani. Lakini badala ya hapo mzee akaenda kituo cha polisi kutoa taarifa. Polisi wakawa wameshikilia ile jambo na yule mtu akawa amekamatwa, wakawa wanalifanyia kazi. Lakini baada ya siku 3 yule mzee anaitwa
barua kutoka mahakamani kwa maelezo ya wanafamilia. Anatakiwa aende mahakamani kujibu mashtaka yanayomkabili dhidi ya tuhuma za hizo tuhuma za fumanizi. Kwa hiyo wanafamilia walisema hivyo, na baada ya hapo naona kama mzee na wewe, kwa sababu alikuwa na changamoto tu ya pressure na vitu vingine, akaona jambo lile limekuwa gumu kwake, sababu jambo liko polisi, lakini pia anataka kwenda mahakamani. Akashindwa kujigaa ule mzee ajue nini cha kufanya. Ndio tokeo lililotokea hilo. Kwa hiyo polisi na wenyewe wanaendelea kufanya uchunguzi waweze kubaini changamoto ni nini. Kwa hiyo tunawaachia askari wafanye upelelezi, wafanye uchunguzi na watatuletea majibu ya kina baada ya kukamilisha uchunguzi wao. Naam, jeshi la polisi wamethibitisha kutokea kwa tukio hili na kwa hivi sasa wapo kwenye uchunguzi, na pinde ambapo taarifa zikishakamilika basi tutaweza kupeana. Hii ni Faruku Online TV. Mimi naitwa Faruku Ngonyani. Usisahau kusubscribe na kuweza kukomenti channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu. Bye bye.